Leo nikuletee application ambayo mtoto anaweza kujifunza hesabu kwa lugha ya Kiingereza kirahisi. Hii application ni kwa ajili ya ngazi ya miaka 3 mpaka miaka 7. Application hii itamsaidia mtoto kwanza azitambue namba kirahisi, pili atambue matendo ya kujumlisha, kutoa. Hii application itamsaidia mtoto kuweza kufit au kuweza kutumia ubongo wake kutatua matatizo au mafumbo ya hesabu, kwa sababu inakuja ina games ambazo, ina puzzles ambazo zinaweza kumsaidia mtoto aweze kutumia hata ubongo wake ukakaa sawa. Hapa juu kabisa hii application ukiangalia yenyewe, ukiingia kwenye Play Store inaitwa Math Kids, lakini unapoifungua inaonekana kwa muonekano kama huu hapa. Juu pale kuna Lucas and Friends, kuna inaitwa Math Kids, kuna addition, kuna subtraction, alafu chini pale kuna funny games. Vyote hivi wataalamu walio develop hii app wamelenga kuweza kumfundisha mtoto, wamekusudia kuweza kufanya sasa ubongo wa mtoto ushike vitu au aweze kuelewa. Na ujue kwamba kupitia kutazama video, kupitia kucheza games za masomo, mwanafunzi au mtoto huwa inamuongezea uelewa zaidi na kupenda elimu na kupenda shule na kupenda masomo. Kwa hiyo sasa haoni kwamba masomo sasa ni mateso, haoni masomo ni shida. Ujifunzaji wa siku hizi ni tofauti na ujifunzaji wa zamani. Vitu kama hivi vilikuwa havipo. Kwa nini vilikuwa havipo? Ilikuwa ni wakati tu kwamba vilikuwa havipo, lakini kwa sasa hivi vimekuja. Manake kama vinakuja, manake watoto wavitumie, kwa sababu vinataka mtoto aendane na kasi ya ulimwengu katika ujifunzaji. Mtoto anapotoka hatua moja kwenda hatua nyingine, anakuwa amejifunza vitu vingi sana, anakuwa ameshajifunza vitu vingi sana. Kwa maana hiyo sasa ni vizuri zaidi download hii application ili kwamba nini, uweze kuitumia au mtoto aweze kuitumia kwenye simu yako mama, kwenye simu yako baba. Usiweke tu games ambayo labda hawatampa mtoto manufaa. Mpe games sawa, lakini mpe na application kama hii ya Math Kids, imsaidie mtoto wa miaka 3, miaka 4, miaka 5, miaka 6 aweze kuwa vizuri kwenye kutambua namba, kwenye kucheza na namba na matendo yake. Hii tuangalie mfano hapa kwenye addition. Addition hapa kama mnavyoona, hii application inakuletea juu kuna counting, kuna kuhesabu, atajua kuhesabu, kuna compare, atajua kulinganisha namba, kuna adding fun, kuna kujumlisha maana yake, alafu kuna adding puzzles, alafu kuna addition practice, mazoezi ya kujumlisha, alafu kuna 2D addition, kuna kujumlisha na namba mbili. Kwa hiyo inaweza kumsaidia hata mtoto wa darasa la pili. Inamsaidia vizuri kabisa. Naweza kuanzia miaka 3, 6 mpaka ngapi? Mpaka 7. Okay? Mfano tukiangalia hapa, tufungue hii application hapa, ujue jinsi gani hii application ina manufaa kwa mtoto wako. Unaona kabisa, inaonekana kabisa ina mvuto, inamvutia hata mtoto kujifunza. Kitu ambacho akienda hata shuleni hawezi kukikuta. Sawa, labda ni shule chache sana ambazo wanatumia teknolojia, lakini ukimwezesha kudownload application. Zipo application nyingi sana, lakini tuanza na hii application ya Math Kids ya Lucas and his friends, na ni kwa lugha ya Kiingereza. Hata kama mtoto wako anasoma shule za kawaida za Kiswahili, akiinteract na hii hapa, anajua anapofika wakati itakuwa tumia Kiingereza, hizi namba kwake ubongo wa mtoto unanasa kumbukumbu, lazima atakuwa ana idea nazo au anakuwa na wazo nazo. Hapo tunaona kabisa kuna hizi pods ambazo zipo ngapi? Zipo 4. Kwa chini yake kuna namba ngapi? 3, 4 na 1. Mtoto akiweka labda 3, hii itagoma, inarudisha pale, haimpi jibu. Akiweka 1 bado itagoma, lakini akiweka 4 ambayo ni jibu sahihi, inampa kwamba nini ni sahihi. Na hapa nimepunguza sauti kwa sababu hii ina tabia ya kushangilia kabisa kama umepata. Okay? Kuangalia kitu kingine, ukiangalia mtoto akishafanya hapo kazi ya kwanza, anakutana na kazi ya pili, anakutana na wanyama hapo ngapi? Wapo 5. Kwa atatafuta namba, atahesabu, mwisho wa siku atakuwa anajua kumbe hii namba 5 inamaanisha vitu vingapi? 5. Kwa maana hiyo sasa itamwambia kabisa 5 got toys. Hii application inaongea kabisa,
inazungumza tu kwa lugha nyingine, tuseme inatoa sauti. Sawa? Ina kazi nyingi sana. Mtoto wako anaweza kujifunza akacheza magame ya ndani, akatumia hii application kuweza kufanya nini? Kuweza kujifunza hesabu kirahisi. Unaona hapa hesabu hii hapo ilipokaa, kuna 2, kuna 3. Alafu upande wa 2 vipo yapo mashati mawili, upande wa 3 yapo mashati mangapi? Yapo mashati matatu. Mtoto hapa katikati kuna kiulizo. Kwa anaulizwa kwamba kwenye comparing kwamba ipi kubwa kuliko nyenzake. Alama ya kwanza ni kubwa kuliko, alama ya pili sawa sawa, alama ya tatu ni ndogo kuliko. Hii hapa kawaida 2 ni ndogo kuliko nini? Ni kuliko 3. Kwa hiyo tunaweka hii alama hapa. Okay? Tunakuwa tumefanya nini? Inakuwa amepata namna hii. Mtoto anapokuwa anatumia hivi, anapokutana na vitu darasani, anakuwa tayari alishatangulia, anavifahamu. Anakuwa hata ana kielele cha kunyosha mkono darasani, hawe mnyonge, anajua tayari ameshajifunza. Kwanza anakuwa na hamu, anamsubiria mwalimu. Leo mwalimu anafundisha nini? Je, atafundisha kitu ambacho mimi niwahi kukuta kwenye games? Anakutana na namba ambazo amefundishwa kabisa wapi? Darasani. Unaona hapa application inaleta kitu kingine. 5 ongeza 1 sawa na ngapi? Huku amechora mashati matano, alafu huku shati moja. Mtoto anajua kabisa, hii inamrahisisha kabisa kufanya nini? Kuweza kujifunza. Moja kwa moja anajua 5 ongeza 1 ni ngapi? Ni 6. Akiweka 6 hapa anakuwa amefanya nini? Anakuwa amepata. Hii ni application moja matata nzuri sana. Inaitwa Math Kids. Hii inamsaidia au mtoto anasoma Kiingereza, anasoma Kiswahili, itamsaidia. Haijalishi mtoto anapokutana na lugha yoyote mpya, anajifunza. Yaani hahitaji hata usaidizi. Lugha mpya kwa kinapanda. Okay? Kwa hiyo usijinyime, downloadie mtoto hii application aweze kujifunza. Kwa nini nakuletea haya mafunzo? Kuna wazazi wengine wanakuwa hawaelewi, hawajui. Okay? Tuangalia hii, kuna namba hapa zipo. Namba 2 digits, namba 2 kwa mtoto anaweza kufika darasa la pili. Kuna beginner, mtu anayeanza, intermediate, wakati na advanced. Hebu tukliki kwenye advanced kabisa huko. Je, wameweka kitu gani? Mtoto darasa la pili hizo hesabu anaweza kukutana nazo mwanzoni, lakini kwa sababu mtoto darasa la pili tunasoma hadi kwenye mamia. Kwa maana hiyo anaweza kufanya nini? Hizi hapa sasa zihitaji labda mmwekea vimdoli na nini. Sasa ameshajifunza kwenye hatua zile ndogo ndogo. Akifika hapa ni rahisi sana kwa sababu kufanya nini? Kuweza kutumia kwamba labda 23 ongeza ngapi sawa sawa na 36. Chini pana majibu ya kuchagua. Yeye atafanya nini? Ataweka pale kwamba labda hii ni ngapi? 13 labda anaweka kwa amefanya nini? Amepata. Ngapi kuongeza 10 sawa na 20? Tunajua sasa hapa ni 10 ongeza 10 ni ngapi? Ni 20. Alafu ni ngapi ongeza 13 ni sawa sawa na ngapi? Na 10 na 45. Sawa? Ngapi ongeza 13 sana bana ngapi? 45 na 32 ongeza 13 ni bana ngapi? 45. Kwa hiyo mtoto atafanya mazoezi, mwisho wa siku akili yake inakuwa nyepesi. Akifika darasani ameshaifanyisha mazoezi. Ndio maana ya application. Kwa hiyo usimweke nyuma mtoto. Kama unavyoona mkulima anahitaji shamba lake arahisishe kwa kulima na trekta. Hata mtoto akili yake inahitaji kurahisishiwa mambo. Unavyoona mkulima anataka kurahisishiwa kuvuna punga na combine. Hata mtoto vivyo hivyo anataka akili yake irahisishwe na vitu kama hivi. Application kama hizi ni za muhimu. Download, mpe mtoto dakika 10-15 anachezea, unachukua simu. Kesho hivyo hivyo ndio anakuwa tayari anaanza kuzoea. Wakati mwingine wazazi wengine wenzetu ukiangalia nchi zilizoendelea ni kawaida mtoto kiingia chumbani kwake kuna iPad, kuna kompyuta pale, alafu kuna full internet ambayo haikatiki. Mtoto anaingia pale, anajua amewekea ratiba chumbani, anajua hii ratiba saizi ni ya hiki, ratiba saizi ni ya kucheza, ratiba saizi ni ya kwenda kula, ratiba saizi kwenda kuoga, wamewekea saa kabisa pale ukutani. Kwa hiyo watoto wa sasa hivi ni wa sayansi na teknolojia. Kwa hiyo lazima tuweze kuwafitisha kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia. Hata kama kukutana na mataifa mengine baadaye, watoto wengine baadaye tayari kuna vitu vingine anakuwa amefanya nini, amejifunza. Tutaendelea kuchambua vitu vingine. Unajua hata mtu anapofika chuo kikuu kuna application ambazo zinamsaidia level ya kwake elimu ya chuo kikuu. Ndio maana unafika chuo kikuu unakutana na kitu kinaitwa AI. Sawa? Zamani ilikuwa mtu hada pate material Google inakuwa amechanganya topic nyingi, lakini AI inampa direct kila kitu namtafunia, na akiomba tayari reference pale itamletea reference. Okay? Kwa majina naitwa Mwalimu Paul Mgaya. Basi usikose kuandika maoni yako hapo chini na tuweze unaweza kuuliza, ukaandika maswali yako hapo chini, ukaniuliza application gani nzuri, ukaniuliza labda ni website gani nzuri unaweza kupata notes, unaweza kupata mitihani, mimi nitakuforwardia link. Okay? Okay.
Tukutane tena wakati mwingine. Asante sana.